na hii swala ya dawa za kulevya ilikuwa ya kusaidia kuwapa taarifa au kuchunguza au kadhalika. Ziko utamaduni ambayo lazima ipate. Huwezi kunitangaza kwenye radio eti uniseme mimi kupitia radio niende kwenye kituo cha polisi saa 5 Ijumaa kwa sababu unataka kuongea na mimi. Makonda ni mdogo kuliko yangu kwenye umri. Mada yake na ya serikali na yangu binafsi tofauti. Lakini kwenye katiba yetu ya nchi yetu inasema ni kila mtu ana heshima zake, ana haki zake, na akikosewa utaratibu zake zipo nini. So mimi kwanza nitaongea kama Mtanzania, kwanza ndio nianze kama mwenyekiti wa Yanga. Ukinihusisha na jambo chafu, hata kama ni yako ya kusafisha, umenichafua mimi. Na wakati unanichafua mimi kama mwenyekiti wa Yanga, unachafua Yanga nzima. Ukichafua Yanga nzima, maana yake watu milioni 30 wana Yanga 25 na milioni 30. Nategemea utasema idadi ngapi. Lakini wale watu wa upumbavu, maana yake mimi ni Tuma Boy kama mwenyekiti wa Yanga, ni aidha ni mlevi kwenye dawa za kulevya, nauza, au nataka mimi nikupe taarifa. Kama unanishutumu kwa natumia dawa za kulevya, ni upumbavu tu wewe. Kusimamia taasisi ya mamilioni ya watu na kuhakikisha amani na tulivu na maendeleo, pamoja na changamoto zote bado nakuta, na bado nikiwa nachukua dawa za kulevya, basi mimi nitakuwa ni Mungu mtu. Kama nauza, labda ilikuwa hujawahi kupitia dia kwenda kwa ndege. Hizi biashara ambazo zinaepo hata leo wenyewe huko hapa ni biashara sehemu moja zangu. Na kama unataka mimi nikusaidie kwenye vita yako na vita ya nchi kuhusu dawa za kulevya, ukinitangaza, maana naweka maisha yangu kwenye hatari. So nia ya kunitangaza kwenye radio ni nafasi tatu. Aidha mimi natumia, aidha mimi nauza, au nataka mimi niuliwe. Zote tatu sababu ni pumbavu na ujinga. Halafu ukiweka jina yangu na orodha ya watu ambayo kesho kwenye wale watu wamefanya jina 65, sio wana 65 wamekamatwa, maana yake mimi nimehusishwa na kitu ambayo kwa zana ya watu nilikuwa nafanya, na ushahidi ilikuwa haipo ya kutosha. Na mimi sijawahi kusikia wito yote kwenda kwenye kituo cha polisi ndio kwenye radio. Mimi kuliko kupoteza muda mpaka asubuhi mpaka Ijumaa, taenda kesho. Alafu chini ya katiba fungu 26, 29 naongea haki zangu. Fungu 30.3 tukikuwa na heshima zetu na ukimya yangu kwenye vitu vingi sana, sio kama sijui
nani anatumiwa kwenye jambo gani. Na kwanza kesho nataka niende kwenye kituo cha polisi. Hii kiko Central, kiko wapi? Nitafika asubuhi. Na nataka maelezo, watapata maelezo yote wanataka msaada, kama naweza kuwapa msaada nitawapa msaada. Ile jambo hii isha. Lakini baada ya hapo mimi nitaanza mambo yangu ya kuomba haki yangu. Na vipi mtu anaweza kunitaja kwenye vyombo vya habari, kuniita mimi kwenye kituo cha polisi, kusema ya polisi kumsaidia, eti kuniita mimi kaka yake, hapo kunizalisha kupitia njia hayo. Hii jambo hawezi kusamehewa hivyo hivyo. Wapo watu kwenye mtandao wameanza kuandika vitu na ile alichofanya mkuu wa mkoa ni kosa, siwezi kukubali na nitaenda naye mpaka mwisho. Na wana Yanga ambayo baadhi yenu huko kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti ya mchezo, kama unaona mimi sifai, andikeni jina yenu kwenye nini ya Dangwani, sema una imani na mimi kesho nitakaya kuondoka Yanga. Sina shida ya kuchafua jina, sina tija ya kuchafua jina ya klabu maarufu. Mfano, kwa nini Bwana Makonda hajamuuliza Cardinal Pengo kupitia vyombo vya habari kumsaidia kwenye dawa za kulevya, aje saa 5 kituo cha polisi? Kwa nini Bwana Makonda kashindwa kumuita mufti saa 5 kwenye kituo cha polisi kumsaidia? Nadhani nyie unawasikia mambo ya ubunge. Mmoja bunge kasema wako humu ndani bungeni watu alikataza kutaja jina zao. Watu tunatarajia kuisha kwenye heshima na taazima kwenye jamii. Huwezi kuniita mimi kama umbwa njoo, kwa sababu matusi zangu ni